hoja nje ya kasha. Nipe hoja, nikupe haja. Maisha haya sio magumu sana kama wengi wanavyofikiria, isipokuwa yanahitaji hoja. Mbele ya hoja, haja hupatikana. Hata hivyo, wengi wenye haja hawana hoja. Alafu hata wachache wenye hoja zao zimefungiwa ndani ya kasha. Je, watapata nini cha pekee? Nipe hoja, nikupe haja. Hiki ndicho pekee ambacho watoaji wa haja wanasubiri kusikia na kuona kutoka kwa wenye haja. Hata hivyo, hoja zinazovuka mipaka na kutoka nje ya kasha ndizo zitaushangaza ulimwengu. Naam, na ndizo hata sasa zimeushangaza ulimwengu. Kwani unachanganyikiwa? Hata usichanganyikiwe, kwani nakwenda kukufahamisha nini maana ya haya yote. Nipe hoja, nikupe haja. Hakika nitakufahamisha, tena sio tu juu ya hoja, bali hoja nje ya kasha. Lakini kwanza ni kuombe usubscribe channel hii ya Awuu TV na kubonyeza alama ya kengele ili kupata maarifa bora zaidi kila wakati katika maeneo ya kiuchumi, kiroho, kiafya, kijamii, kiuongozi na kiteknolojia. Na tena ni kuombe usiwe mchoyo wa kushiriki maarifa haya pamoja na wengine kwa kushare link ya chaneli hii kwao. Na iwapo una maoni, mlango uko wazi, waweza kuyaandika upande wa comment hapo chini. Ila kama umeipenda video hii, hebu tafadhali weka like yako. Basi karibu sana. Karibu sasa tujifunze hoja nje ya kasha. Nipe hoja, nikupe haja. Ni ukweli usiopingika kuwa kila mtu yuko kwenye kutafuta kitu fulani. Wanafunzi wanatafuta kitu fulani, ndio sababu tunaona kila siku wakienda mashuleni, vyuoni na mahali popote ambapo wanaweza kupata elimu. Wafanyakazi wanatafuta kitu fulani, ndio sababu kila siku wanakwenda makazini. Watu wa dini wanatafuta pia kitu fulani, ndio sababu tunaona wakihudhuria katika madhehebu, misikiti na mahekalu, tena wakifanya matendo mbalimbali ya dini, mfano utoaji wa sadaka. Wanasiasa wanatafuta kitu fulani, ndio sababu kila wakati wanafanya mambo mbalimbali yanayodhihirisha kuwa wao ni wanasiasa. Na tena sina shaka kuwa hata wewe katika mapambano yako kuna kitu fulani unatafuta, sivyo? Na je, vipi kuhusu kutafutiwa? Napo hauna? Hata hivyo, kitu kinachotafutwa kinaweza kuwa sahihi au sio sahihi. Na kila anayetafuta kuna kitu fulani kinachomsukuma kutafuta na hata kufanya mapambano kabisa kwa ajili ya kukipata hicho kitu. Lakini pamoja na hayo yote, bado upo uwezekano wa kukosa. Na kwa kweli wapo, na tena ni wengi wanaokosa. Na sababu rahisi tu inayoathiri swala la upatikanaji wa haja za wengi ni hoja. Wenye hoja wanapata, lakini wenye hoja nje ya kasha wanaushangaza ulimwengu kwa yale wanayopewa na watoa haja. Ninachomaanisha ni kuwa katika utafutaji wako unahitaji kutambua kuwa yupo mmoja mkuu ambaye ni mruzuku na mtoaji, na huyu yuko tayari kuwapa wote haja kulingana na hoja zao zenye nguvu. Je, unajua ni nani huyo? Ni Mungu. Ndiyo, Mungu amemuumba mwanadamu, kiumbe wa pekee sana na kwa namna ya pekee sana. Naam, amemuumba kwa uwezo mkubwa wa kufikiri na hatimaye kuamua. Na kwa sababu hiyo hata ifanya kazi hiyo kwa ajili ya mwanadamu. Ni kweli kuwa anaweza kutoa ushauri na maelekezo, lakini hatua ya mwisho ya uchaguzi itafanywa na mwanadamu. Lakini si hilo tu, Mungu pia amempa huyu mwanadamu uwezo wa kuona uhalisia wa mambo mbalimbali na kuweka mipango. Na zaidi ya hapo, amempatia mwanadamu fursa ya kuwasiliana naye, ya maombi na kusemezana naye kuhusu masuala mbalimbali. Na kwa kuwa Mungu anatamani kubariki, kuongoza na kufanikisha mipango ya mwanadamu, amempa mwanadamu nafasi ya kutoa sababu ili apewe hayo yote. Yaani, Mungu amempa mwanadamu nafasi kama ile ambayo watu wawili, mmoja akiwa mtoa haja na mwingine mwenye haja, wanapokaa mezani na kuzungumza kwa pamoja,
wanaweza kufikiri kwa pamoja, kupeana changamoto, kuona umuhimu wa haja, na mwisho mwenye haja kupewa haja kwa kadri ya uhitaji. Na vivyo hivyo ndivyo Mungu hutenda. Na katika hilo anatuita akisema, haya, njooni tusemezane, asema Bwana. Lugha ya Kiingereza inasema come now and let us reason together. Wito huu ni wito kwa wanadamu wote, kwani ili kuonyesha hilo, Mungu ameutoa kwa wadhambi, na pia atawasamea hao wadhambi, na si hivyo tu, atafikiri pamoja nao. Yaani, ikiwa anautoa wito kwa wadhambi, itakuwaje kwa wenye haki? Kwa hiyo wito wake ni kwa ajili ya wote. Leta hoja nikupe haja. Hata Mungu anapotuita, anatuita kwa hoja. Akituita njooni kwangu wa dhambi, anatupatia sababu ya kuiacha dhambi, kwamba ni mbaya na mwisho itatuua, na madhara ya kuukataa wito huu ni kuangamizwa motoni. Lakini kuukubali ni kula mema ya nchi na kuurithi uzima wa milele. Anapowaita watu waache miungu mbalimbali waliojitengenezea na wanayoitegemea, mfano miti, mawe, sanamu, fedha na kadhalika, anasema ni kwa sababu hayo yote, hiyo miungu yote si kitu. Haioni wala haisikii, haiwezi kunena wala kuokoa, ila yeye ni Mungu aliye hai, anayeishi, anayeona, anayesikia, anayejibu na kuokoa. Hivyo anafaa kutegemewa. Anapowaita watu kumpa maisha, ni kwa sababu ana uwezo wa kuyabadilisha maisha yao, na tena akawatumia hao watu kama vyombo vyema na kuwapa furaha ya maisha. Na kama anavyotujia kwa hoja, ndivyo anahitaji kutupatia vitu, baraka na haja kwa hoja. Hoja yenye nguvu zaidi kwake ni ile yenye utukufu kwa jina lake na yenye kuwasaidia watoto wake. Sio kwamba tunabishana kwa hoja, ila hoja yenye nguvu kama hiyo Mungu hataizuia kamwe. Mfano, Israeli walipojitengenezea ndama na kuiabudu, Mungu alitaka kuwaangamiza wote. Lakini Musa alipompa Mungu hoja yenye nguvu, Mungu aligaili. Je, mataifa watakuonaje watakaposikia wale uliowaleta toka Misri kwa mkono wenye nguvu na mkono ulionyooshwa umekuja kuwaangamiza jangwani? Hoja ya Musa ilikuwa ya namna hiyo. Hana alipomuomba Mungu ampatie mtoto, hakumuomba ili amlingishie Penina, bali alimuomba ili amtoe kumtumikia Bwana. Na Mungu anayefungua matumbo yaliyotasa akampatia mtoto, akampatia Samueli. Lete hoja nikupe haja. Unapomuomba Mungu kitu, tambua kuwa anaweza kukupatia, ila anahitaji hoja yenye nguvu. Na hizi hoja zenye nguvu ndizo hoja nje ya kasha. Hizi wanazo wale watu wanaofikiri nje ya kasha, wale wanaofikiri kutenda mambo yasiyowezekana kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na mambo haya akili ndogo huyaona kuwa hayawezekani kabisa. Lakini Mungu anatuita leo akisema, haya, leteni maneno yenu, asema Bwana. Toeni hoja zenu zenye nguvu, asema mfalme wa Yakobo. Ni Isaya 41 mstari wa 21. Hata hivyo usisahau kuwa wengi wenye haja hawana hoja, na wachache wenye hoja zao zimefungwa ndani ya kasha. Hivyo matokeo yake ni kutopewa kabisa haja au kupewa kidogo tu. Sio mpango wa Mungu huo. Yesu amekufa ili tupewe vyote kwa ajili ya wema na utukufu kwa Mungu. Na ninapozungumzia hoja, sizungumzii kumwomba Mungu chakula, mavazi wala malazi. Yesu alisema hayo Mungu atatupatia kama anavyowapatia ndege, ila mimi nazungumzia hoja. Dunia inataabika, watu wanateseka dhambini. Mungu anatamani kusikia hoja ya mtu fulani ambaye anasema, Bwana, nipatie hili ili niweze kuwa mtendakazi pamoja na wewe katika kuwaokoa wadhambi. Mungu hakusita kuwatuma vijana waliojitoa na kuwa tayari kutumiwa na Bwana ili waende kwenye ikulu za wafalme kumtangaza Mungu na kwa dunia.
Alimtuma Yusufu kwa Farao, mfalme wa Misri, Esta kwa Ahasuero, mfalme wa Waajemi, Danieli na wenzake akina Mishaeli, Azaria na Hanania Babeli kwa mfalme Nebukadneza. Hata sasa yuko tayari kukutuma. Yuko tayari kumtuma mtu mwenye hoja. Je, ni wewe? Kwa nini usiwe wewe? Anamhitaji mtu wa kumtuma. Anataka kumtuma watu kwa wasomi wa dunia hii. Anataka kumtumia mtu fulani kutengeneza kitu fulani ambacho kitaleta utukufu kwa jina lake. Japokuwa hakiwezekani, ni kigumu kwa wanadamu, lakini kwa Mungu kinawezekana. Nani ambaye yuko tayari kutumwa na Mungu? Huko ndiko kufikiri nje ya kasha. Ni mambo yanayoonekana kutokuwezekana, ila pamoja na Mungu yanawezekana. Hoja nje ya kasha. Unapokwenda kwa Mungu, nenda na hoja. Naam, hoja nje ya kasha. Mungu anaweza yote. Hii ni AWUU TV na hii ni sehemu ya kwanza. Mungu akubariki na endelea kufuatilia zaidi.